Hizi ni sababu 10 kwa nini kifaranga wako wa kienyeji hataweza kukua na kuwa kuku mkubwa ambaye ulikuwa unatarajia. Namba 1 ni kutokana na uwepo wa wanyama hatari, ikiwemo kunguru, paka, kenge, vicheche ambao wanawaandama kuku hawa wadogo na kuwafanya kitoweo. Lakini namba 2 ni baridi au joto sana. Cha kufahamu ni kwamba kuku mdogo anahitaji joto sana na muda wa kutosha wa kupumzika, lakini kadri anavyokuwa kiwango cha joto kinabidi kipunguzwe. Lakini mazingira yakiwa tofauti na hivyo, basi kuku atakufa. Namba 3 ni uchafu. Uchafu ndio huleta magonjwa mengi kwa kuku. Baadhi ya magonjwa ikiwemo coccidiosis, kipindupindu cha kuku, kuharisha, lakini magonjwa mengine ya virusi kama gumbolo, Newcastle na kadhalika hutokana na uchafu. Hivyo wape chanjo kuku, lakini hakikisha mazingira yao yanakuwa masafi. Namba 4 ni kukosa maji. Wafugaji wengi wanaamini kuku wa kienyeji wanajitafutia wenyewe, basi wanawaacha tu nje na kukutana nao jioni. Sasa huko kunaitwa kuishi na kuku na sio kufuga kuku. Hakikisha basi eneo ambalo unawaachia walau liwe na majani na wadudu wa kutosha. Lakini kama jangwa, hakikisha unanunulia chakula, lakini pia uweke maji. Namba 5 ni kudonolewa na kuku wakubwa. Kubwa anamdonoa mdogo na halikadhalika. Sasa ukiweka vifaranga hapo bila ulinzi wa kutosha, lazima watakutana na kadhia hiyo. Lakini namba 6 ni banda bovu. Unapokuwa na banda bovu ambalo haliwezi kuhimili mvua, jua, basi wanaoathirika ni vifaranga. Lakini namba 7 ni ajali za mazingira. Vifaranga wadogo wanakutwa na ajali mbalimbali za mazingira, ikiwemo kukanyagwa, kubanwa na milango na ajali za namna hiyo. Hivyo wengi hufa hapo. Namba 8 ni kuwatoa nje kabla ya wakati wao. Hawa wadogo inabidi wakae ndani walau wiki au mwezi ndio waachiwe nje. Lakini namba 9 ni kukosa usaidizi. Vifaranga wadogo watashindwa kuruka kuingia kwenye banda, watashindwa kula kwa kupandia vyombo virefu. Hivyo ukishindwa kuwapa hivyo, hufa. Namba 10 ni kukosa chakula sahihi. Vifaranga wadogo wanahitaji sana vyakula vyenye madini, vitamin, lakini pia carbohydrate na protini kwa wingi, kwa sababu ya kufanya wakue, watengeneze kinga ya mwili, lakini pia waepushwe na magonjwa mbalimbali. Hakikisha unaepuka vitu hivyo vyote 10 nilivyovitaja hapo mwanzo, ili ufurahie mazao mengi ya kuku mwaka huu wa 2025.